nkuko nabibabwiye ku murongo wa telefoni ni mu kiganiro Indundi Hico nakubwiye ko rako mugenza mubwire yuko byose bigiye kumenyekana hano ariko kandi nawe ufise ibibazo ugomba kumubaza yitwa Avec Ismail Niyonkuru ari ku murongo wa telefoni zacu. Hello mheshimiwa. Hello. Mambo vipi mkuu? Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni aje mzee? Poa, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu sijui. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sijui unasemaje huko ulipo? Mimi salama tu, namshukuru poa, naendelea vizuri. Kwa kweli apewe sifa kwa kila jambo. Hongera sana kwa kuwa unamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa kuwa unakumbuka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio anapana. Na pia nikupe karibu na pongezi kuitika wito wetu. Ndio wakufaa kushukuriwa, pia nashukuru na nyinyi ambao mmenipatia hii nafasi kwa mara nyingine tena. Bila kuchelewa, unajua mimi kwa korosi sitizami huko ama kule. Mimi napasua tu. Tukigongana tunagongana tu, ni sawa. Inombero ya Ismail Niyonkuru ku muziki Burundi ni ya inombero. Alan, nataka nchi yangu. Nataka watu wangu. Umeshanisikiliza? Ndio. Tuwe na neno mbele za watu, tuwe tunajivunia na sisi tu tunasema. Tukikutana na Mnyarwanda, tukikutana na Mtanzania, tukikutana na Mganda, na sisi tu tunasema. Ni miaka mingi hatusemi. Alan, huwezi kaongea mbele ya Mtanzania wewe ueleweke. Utaeleweka na nini? Utajivunia nini? Huwezi kaongea mbele ya Mnyarwanda ueleweke, utajivunia nini? Eske wanachokiimba wao ama wanachokifanya wao? Ama wao Mungu aliwaumba na miguu mingapi na shingo ngapi na vichwa vingapi na mikono mingapi ambayo Satubi hana, ambayo Fizo hana, ambayo Ralijo hana, ambayo Happy Famba hana, ambayo Vishu hana? Wana kichwa kimoja, wana miguu miwili, wana mikono miwili, wana tumbo na sisi tuna tumbo, wana shingo na sisi tuna shingo. Kipi kinachotushinda? Time ya mimi mpaka kufikia ama kuendelea kwenye hii njia ni kutaka kwamba tupate kauli, tupate value, tuonekane na sisi tufike huko, kwa sababu artist wetu hawajatufikisha huko. Nini kinatuatatiza wao kutokutufikisha huko? Naamini ya kwamba moja mwa shida ni kwamba artist wetu hawaelewi wanafanya nini. Sawa? Sasa nachotaka ni value ya sisi kupata kwenye mbele za hao watu. Hadi imefika mbali kwa muziki. Alan, musicians wao wamefika mbali kwa muziki, wanavivre kwa maisha ya muziki, tena wanaishi maisha mzuri. Kwa nini sisi tusiishi kwa maisha mzuri? Wenda sijakukata kauli Ismail. Wenda inchi inanyoosha ama inawarahisishia wao kupita kwa hizo njia. Alan, imagine kwetu ukiwa hata mtangazaji wa kipindi cha muziki unaonekana kama mtu wa hovyo tu. Hauthaminiwi. Hausaminiwi na nani unataka athamini? Nakwambia ukweli. Mtu wa entertainment ana mshahara mdogo na wengine hata hawapokei kwa redio. Wana mshahara mdogo na wengine hata kupokea hawalipwi kwa redio. Why halipwi na wakati ni mtu anafanya entertainment, na wakati tunajua kwamba entertainment in the world ni moja kati ya vitu vinavyotangaza taifa. Taifa litangazwa kwa siasa, taifa linatangazwa kwa entertainment. Maplayer, musicians wakitoka nje wanaipeleka bendera ya nchi kuipeperusha. Lakini ukiwa huko mtangazaji unaifanya kipindi cha muziki, masuala yote ya entertainment, una valeur. Una valeur. Na hii yote inatokana na nini? Inatokana na kwamba wale wanaofanya huo muziki hawajaipatia hiyo kazi valeur. Sana sisi tunaonekana tunawasukuma, hatuna valeur mbele yao. Unanipata vizuri? Ndio. Si tu mbele ya hao artist, mbele ya jamii. Alan. Na hata kuzami nakwambia kweli, tembelea radio hawalipi mishahara. Watu wanaofanya entertainment hawalipi mishahara. Na kwa nini wanaendelea kuzifanya hizo kazi wakati hawalipi? Sasa utafanya nini kama uache kazi? Ismail, ulipokuwa hapo, swali langu linaanguka hapa. Ulipokuwa hapa, ulikuwa ukilipwa, ulikuwa haulipwi? Mimi nilikuwa nalipwa, mimi nilikuwa na mkataba. Mimi nilikuwa na mkataba mpaka sasa hivi, mimi bado nina mkataba. Sasa mkataba wangu ulikuwa wa kufanya kazi pale, ulikuwa na wakudumu. Unamaanisha kwamba na leo bado unapokea? Leo sipokea kwa sababu sifanyi kazi, kwa kuwa sifanyi kazi nimeshatoka. Lakini contract ingali pale. Mkataba ni wa kudumu. Anayefanya kipindi chako ukija anaweza katoka ama tabakia kwa sababu haupo. Hiyo sasa hiyo ni
shughuli ya kampuni, mimi ni mfanyakazi. Hiyo ni shughuli ya kampuni kujua, sio mimi kujua mheshimiwa. Sio mimi kujua. Mimi nakuelewa sana, lakini kuna kuja maswali haya. Kwa nini leo hii Ismail Nyonguru anaonekana kuwatupa chini vipaji vimoja vilivyokuwepo awali na anataka kuvipandisha vizazi anavyofikiri yeye kama vitadumu? Alan, sintomtupa yoyote anaifanya kazi. Nishakataa, nililikataa before na likataa na nitaendelea kulikataa. Kama hata unaniona mimi na survive right now, ni kwa sababu ya kutaka kuwainua wale ambao waliokosa kauli, wale waliokosa nafasi, ikiwemo wewe. Ikiwemo wewe, wale waliokosa wote nafasi waamini ya kwamba mimi nimekuja kusurvive kwa ajili yao. Leo kuna watu wachezi Alan. Kuna watu wachezi kwenye redio. Kuna watu ananiambia ulitoka kwenye redio hatuchezaki tena kwenye redio ulikuwa unatumikia. Ulitoka kwenye kipindi chako hatuchezeki tena kwenye kipindi chako. Hatupataki tena power play kwenye kipindi chako. Hivi unadhani hao watu wanaishi maisha gani? Unanipata vizuri? Kuna watu wananiambia Swahili mpaka leo hatuaga kauli kwa sababu ulikuwa kututetea. Hivi haupo ututetei kwenye redio zingine, mapresenter wametufukuza. Sasa hiyo ni muziki, hiyo ni nini? Hiyo ni kazi, hiyo ni nini? Mapresenter wafanye kazi Alan ipasavyo. Musicians wafanye kazi ipasavyo, then industry isonge mbele. Industry haitosonga mbele na tunaleta njaa. Tunaposhika njaa iko tumboni Alan, tunaipeleka kichwani, tunaharibu kila kitu. Hivi kosa ni la mtangazaji, ni la bosi wake hamlipi? Unajua kitu kimoja, ukitaka kuleta uchambuzi, hata bosi pia anahusika kwenye hayo mambo. Hata bosi pia anahusika kwenye hayo mambo, kwa sababu uwezi ukamwajiri mtu alafu usio unamfuatilia utendaji kazi wake kwa redio yako. Umeshanisikiliza? Usifuatilie utendaji kazi wake kwa redio yako. Hiyo inaleta madhara na ndio inapelekea mpaka saa hizi kuna kuwa na ile shida ya musicians wanazozipata kupitia kwa mapresenter. Unanipata vizuri Alan? Ndiyo. Sasa kwa kujibu swali lako, mimi sijawahi kufanya kitu cha kumtupa mwenye kuweza. Sitamtupa kamwe. Yule yote anayefanya kazi vizuri niko pamoja na yeye. Anayefanya kazi vizuri, anayejituma, namuona kama ana vision, sintomwacha Alan. Nani anafanya kazi vizuri na uko naye kwa sasa? Sitamtoza tozo yoyote. Sitamtoza tozo yoyote. Ndio. Unanielewa hicho kitu? Mimi nakupata vizuri. Sitamtoza tozo yoyote. Yoyote. Kuna swali linakuja hapa. Kuna swali linakuja hapo ukisema siwezi kumtupa mtu anayeweza, anayefanya kazi vizuri, hapo ni mtupe ama nimtoze tozo yoyote. Nani anayefanya vizuri kwa sasa upo naye na upo tayari kumsupport bega kwa bega? Wanaofanya kazi vizuri, ukienda kwenye ukurasa wangu ama kwenye yangu utawaona wako pale Alan. Hilo ni swali, jibu lake liko clear. Ukienda kwenye ukurasa wangu, Facebook ya kwangu, Instagram ya kwangu, wako pale wanaofanya vizuri. Ninaweka pale usiku kwa mchana, kwa sababu wamekosa wa kuwapa nguvu. Basi kwa ile nguvu nilionao, kwa wale watu wengi followers ambao mimi nilionao kama mtangazaji anaongoza kuwa na followers wengi, basi mimi nawapatia nafasi ama nawapatia hiyo platform kujitangaza zaidi ama kuwatangaza zaidi ama kuwasukuma zaidi. Bila kusahau kwamba ukurasa wako ni ukurasa ambao unanenwa sana, kwa kuwa ni ukurasa upo kwa kuwachafua majina yapo kwa muziki na yapo yanafanya vizuri. Hata yakifanya vizuri hauwezi ukasifia, ila unachunga wakifanya makosa ndio unatupia dongo. Komki Alan, Komki anayefanya vizuri, alafu mimi nikamsubiria akafanya kibaya nikamgusia kwa kibaya. Komki. Anaileta hizo hoja. Unajua kila siku kuna kwa zile hoja zisizokuwa na msingi. Na ndio na namna hiyo. Wewe unataka artist wako abwebwe kila siku, ama wewe artist unataka nikubebe kila siku. Haiwezekani. Jesi ndio msumulinda. Sitakubeba kila siku. Unasikiliza? Unapo wrong, niko na wewe, nitadili na wewe. Nakupa mfano. Tumekuwa tuna shida. Kuna watu wakifanya makosa hawataki kuzungumziwa. Na maredio na mapresenter nyinyi hamtaki hata kuwazungumzia hao watu. Hamtaki hata kuwagusa kwa sababu uje ni gihanga kinakogwa wako. Nakogwa kwa vya wapi? Ni rahisi. Nakogwa kwa vya unadili naye, unakataba naye. Nakupa mfano. Satubia alifanya manyanga wiki chache zilizopita kule Gitega kule Urumurigo Mahoro. Alifanya manyanga
Wakaenda wakamtemea DJ mate, wakamtukana DJ, wakamnusuru kumpiga DJ. Walishakula franga ya deal wamepewa. Unanisikiliza? Alafu DJ anamwambia jamaa, nipatieni nani ile playlist yenu, ipe mlolongo wa nyimbo zenu mtakapokuja mtachezwa. Wanamwambia DJ, panga zenyewe uko nazo. DJ anambia, mimi nawaombeni mnaambie, kwa sababu kila artist wote kabla kuja kuperform lazima wana nyimbo ambazo atakazo ziperform. Hiyo wao wanamwambia, wewe tu panga tu zile uko nazo. Sawa. Walishafika kule wanamwambia DJ, eti wewe DJ tia nyimbo hizi. DJ anambia, mimi niliwaambia mnipatie nyimbo zenu, sina hiyo nyimbo. Eti kama huiti atuimbe. Alafu tena washamshurutisha DJ, washamwambia kama hautununulii pombe hatuji. Kama mtununulii pombe hatuji. Na walishanipa malipo, hiyo pombe haiko kwenye mkataba. Wanafika sehemu wanaanza kumwambia DJ, unajua ni jina tulijengaje? Wanamshambulia watu zaidi ya 6, 7, 8, 10. Nani alisema? Nani alisema? Ulisema Alan, hukusema. DJ huyo ndio. Lakini Ismaili, watu wanasema kwamba hivyo vitu unavyoongelea kuna uhakika wowote. Kwa nini usiuposti unavyoposti hizo? Alan, kama mimi nasema uongo, si uende kwenye ile tabu, si inaitwa Hello? Unayajua wewe uko hapo, usiende kwa klabu uulize Alan kama mimi nasema uongo. Si uende, si iko si mrundi. Kisha kufuatwa nabi. Kuna watu hapo wenyewe hawaguswi kwa sababu huyu ni fulani, huyu ni fulani. Huyu pianiste wa Kidumu, mbona hamumuulizi Kidumu? Mbona huyu pianiste hatukumuona? Kwa nini huyu pianiste hatukumuona? Lakini usisahau ulivyoanza Ismaili, usisahau kwamba kuna waimbaji ambao hata kupana hayo maongezi ama kupana hizo interviews ni wagumu sana. Na umkimbie nyuma ufanye nini? Kwa sababu wanajua kwamba ukiwauliza hayo unajua kwa sababu gani? Ni wagumu kutoa interview, kwa sababu wanajua ya kwamba ukiwauliza hayo watashite. Unanisikiliza? Sasa tukiwapa nafasi watatuuliza, na wanawapa nafasi wasioweza kuwauliza. Sasa swali langu lipo hapa. Aliwahi kukuambia muimbaji kukuja kwa kipindi chako ulipokuwa hapo awali, aliwahi kukuambia muimbaji usiniulize maswali haya na haya? Uliwahi kusikia hilo? Kabla hata sijaanza interview mimi napasha kumwambia jamani, nataka uniambie hicho, nataka nisikuulize, nieleze hapa. Kwa sababu unajua kama zipo ambazo hawataki kuulizwa. Chenye unaona hautaweza kujibu uniambie. Uko huru kusema siwezi kujibu hili. Lakini all watu waliokuja kuja kufanya kazi na mimi kwenye interview, alhamdulillah rabbil alamin, nilikuwa naanza nao mzuri na maliza nao mzuri. Kwa sababu wapo waliokimbia interview zako kiwaita wasije kuzikopa interview zangu wasije. Walikuwa wenyewe walikuwa wanafanya kweli hizo vitu, wanakwepa, lakini akishikata kutokuja mimi siwezi kumngangania kwa sababu wakuojiwa ni wengi. Asante sana kwa hilo. Sasa kuna lile jambo la kuwa kuna vipaji ambavyo wewe unavisupport na kuna vipaji ambavyo vipo na vinafanya vizuri lakini wewe hauvisupport. Nimepita kwa ukurasa wako, hii post inamaliza kama masaa 11 na namaliza swali langu. Uliwaposti hao ukiongea kwamba kwa hii post umeandika kwenye interview nitakayoifanya hii leo nitawazungumzia nyote, mnaweza na mtaweza zaidi mkipata watu wa kuwapa nguvu na kuwaelekezeni, maana kuna vingi naona hamjui kwenye muziki. Sasa hii post siwezi kuimaliza kwa sababu waliopita hapo wameziona hizi ngoma na hao waimbaji ni nani. Uliwaposti Berry Music, ukamtia Easy Boy 19, ukamtia Thompson, ukamtia Mr. Rika, Difficile 5G, Chris MB pamoja na Ultra Cash. Naona kuna mtu amedai kwamba hujamtia Olege na ni mtu anafanya vizuri sana. Kuna vipaji wewe unavisupport wewe unavyofikiri na kuna vipaji vingi ambavyo hujavisupport wakati vipo kwa muziki wa Burundi. Hilo unazungumzia nini? Sawa. Sawa Alan, nakuelewa sana. Nifuate vizuri na kuelewa sana. Asante. Sasa tatizo la watu wanataka sasa nifike na kokoroa sasa watu wote kwa siku moja wote ni wakokoroe ni walete. Ukiona sijamweka, sijamuelewa. Ninafanya shughuli ya kumuelewa. Kitu kingine. Usitaki wewe ule ambaye unasikia kama wewe unaona hii ni sawa, ndio ifike nenda direct kwenye ukurasa. Haiwezekani Alan. Pale ni hatua ni polepole. Berry Music na nyimbo zalishaimba before hajaenda pale. Kuna wasanii walikuwa shaimba nyimbo before hajaenda pale. One More Right ilitoka mwezi gani? Si toka mwaka jana, kani mwezi wangapi mwaka jana? Ndio ilitoka miezi kadhaa kupita huko nyuma, lakini ilikuja pale kwa sababu
inabidi kufanyiwa uchunguzi. Hawezi kwenda kumthibitishia raia kwamba huu mwanamuziki ni mzuri ama hii ngoma ni kali na wakati sijaisikiliza ya kutosha. Lazima niisikilize, nihakikishe kama hii ngoma ni nzuri, nije nikwambie ala ni hii ngoma ni nzuri, nishaithibitisha kwenye kipimo changu cha kujua hii ngoma ni kali na ni kali. So utake sasa nyimbo ya Lolilo na Kidumu niletee unithibitishie, uniforce kwa nguvu, nishie kwenye mashati, nyimbo ya Olege nishije kwa mashati na mimi sema na hii ni kali. Sio hivyo. Na wewe fanya Facebook yako useme na hii ni kali. Sio kwangu mimi ambapo hapo sasa ni kama unanikogotea swali moja hivi. Ngoma ya Olege Dokta, ngoma ya Olege Dokta, ushawahi kuisikiliza? Na kama ushawahi kuisikiliza, comment yako kama mtangazaji ambao unasikio la kusikia muziki. Ukweli sijawahi kuisikiliza, na ndio najua kama kuna nyimbo inaitwa Doctor, sijawahi kuisikiliza hiyo ngoma. Unaijua? Ushasikia kama ipo? Hata unaambia acha uniulize tu Instagram ya Olege sijui. Facebook ya Olege sijui. Lakini wapo hapa ambao na mimi siwezi kukwambia. Nakuuliza pole. Olege ni mwimbaji, kila siku ukiposti au waimbaji, kuna baadhi ya watu wanakuandikia hapo kama hawajamuona Olege. Kwa nini hujafanya uchunguzi umtizame huyo mtu anaitwa Olege? Huyo Olege nilishajaribu kwenda kwenye YouTube, interview zake nasiona. Sana nakaribia interview zake zenyewe. Wallahi anaongea vitu kwa interview nasikia hata nacheka sana. Umeshasikia? Ndio maana nimesema nachukua muda kukaa na mchunguza umoja kabla ya kumpeleka kwa watangazia watu kama huyu anafaa wala hafai. Na kuna swali lingine hapa kwa hao waimbaji, nimekuambia wapo wanafanya vizuri lakini hawaonekani sana. Ngo Wizzy Design akakuima pesa ya kumpromote au vipi? Mbona anashinda hawa wote hapa baba? Ni swali ameuliza DC Young. Niko kwa posti zako hapa. Ndio. Naona niliona hilo swali lakini tumesha ukweli. Hivi kweli kuna mtu anaweza kunipatia ila ayavunje marundi, atoe marundi, ayatie maero, atie maero and transfer huko kweli? Tutemesha ukweli. Hapana. Euro 100 iko naenda $300 na vitu. Ameuliza hapa. Kwani kuna msanii wa Burundi anaweza kutoa $300? Hapana. Kuna maswali mengine ambayo watu wanauliza hayana kichwa wala mguu. Na Wizzy Design sasa hujawahi kumsikia? Nilishamsikiliza na nishawahi kupost kazi yake, nishamsikiliza, nishawahi kupost kazi yake na bado naendelea kumfuatilia pia. Yeah. Sasa wanadai kwa nini haumpi support unavyompa Berry Music na huyu jamaa Easy Boy pia na Miss Erika? Kwa sababu hao ni majina matatu ambayo hayaweza kukosa kwa posti zako ukitaka kusupport vizazi vipya. Unajua hicho kitu ndicho kizungumza halali. Watu wasitaki speed wanayoitaka wao ndio iende vile. Ni taratibu, kila kitu cha muhimu. Wizzy Designer nani DM yangu iko open kwake, ananiandikia, ana comment kwangu, kazi yake naiweka pale, naisikiliza kazi yake. Kama hujanilewesha mimi, siwezi kulewa. Nileweshe mimi kwa kazi nzuri, nilewe. Ukiona na waweka kila wakati bi maana kwamba kazi zao zilinilewesha. Tunaisikiliza kidogo. Hii One More Night ilitoka tarehe 13 April huyu mwaka tumwemoa mwaka 2020. Ni kama vile 2020 ni kama tunaisikiliza hii Ismail, and then tunarudia kidogo na mazungumzo yetu mimi na wewe. Bila shaka niko hapa umeshukuru. Kwa line yangu nimerudia na Ismail Yonguru. Tulikuwa tukiongelea huyu muziki wa kizazi kipya, lakini kulikuwa muziki nimeona umeuposti na kuambia watu kwenda kuutizama na kuusikiliza, Closer ya Lolilo pia akiwa na Kidumu. Vipi ngoma, umeionaje? Umeielewa vipi kama legends? Unajua kuna swali, nitajibu swali lako nikijiongeza kwenye swali ambalo nimeliona kwenye comment. Watu wali comment, kuna mtu ana comment ya kwamba Lolilo kama anafanya nini, kama anaweza, kama anafanya nini sijui. Kwa sababu alicomment huyo mtu hivyo kwenye Facebook ya kwangu. Mimi nikamjibu nikamwambia Lolilo ameshindwa kipindi cha Diamond Platnumz. Atakuja kuweza kwenye collab ya amesema wewe Ismail utajikuta siku moja unaota majipu. Afa kaweka kama kitu kama tusi. Kila siku unabana wenye kufanya vizuri. Alafu akasema alafu ufanyie promo wenyewe unajisikia wewe. Hata Lolilo mpe heshima yake, anaweza na anajua. Mimi nikamjibu sasa Lolilo unaizungumza anaweza, ni Lolilo gani? Wakuja kupiga collab na Kidumu right now. Alishindwa kuweza kwenye Diamond Platnumz.
kuna vitu Alan mjaribu kuviweka wazi. Aha, kitu kipi sasa Lizo ameshindwa kufanya, na hivi unamshauri kufanya nini ili kufika mbele, ama aviache anavyovifanya kwa sasa, kwa sababu wewe unajua unachotaka kukiongea. Artist wakubwa kinachowaumiza ama kinachowapoteza saizi kwenye industry ni kutokana na misingi yao ilikuwa mibovu. Misingi yao ilikuwa ni mibovu. Unamaanisha nini sasa? Nyosha. Ukiwa na msingi mbovu, amini usiamini, nyumba yako haitodumu. Lazima itafikia mahali itaanguka. Ndio maana unawaona saizi wanaanguka. Leo inakuwa inafikia zanakuwa mgumu kujitaja jina kwenye kolabo na Mkobelwa, kwa sababu ya kwamba najua ataaibika mbele za watu. Wao wanadai haja ulioimbwa ni collaboration ya Champagne featuring Farias. Unanisikiliza? Ni collaboration ya Champagne featuring Farias. Lakini kutokana ya kwamba aliona kwamba sasa hao watu watanidaka, kuna mtu atanidaka, huyu Ismaili atanidaka. Inakuwa sasa mtu anakuwa anajificha, kwanza kuikikamkiza. Yaani unajificha, upo kama haupo. Unanisikiliza? Ndio. Sababu gani? Tayari kumeshakuwa ugumu kwenye muziki. Kushakuwa ugumu kwenye muziki, na kwambia kule kuna artist wakubwa watatafuta njia gani ya kutokea na hawatoipata. Na nakwambia ukweli, katizame watazamaji ambao waliopo kwenye video ya collaboration ya Kidum na Lolilo. Wewe utazame watazamaji walioko kwenye collaboration ya Lolilo na Farias. What the meaning that? Kuna tafsiri gani hapo ambayo mtu anashindwa kuielewa? Hamuoni tu kitu. Hamuoni tu kitu. Wakati kwenye Berry Music artist kwenye nyimbo yake ya kwanza iko na 14k. Haiwapi picha. Nyimbo yake ya pili kwa inaenda inapiga kama ni 15k huko. Haiwapi picha kwa kwamba kuna muziki ambao wananchi wanautaka. Haiwapi picha kama wananchi kuna watu wameshawachoka. Haiwapi picha kuna watu kama muziki umeshawashinda, wanashinda tu kupandisha mikono, gutangi miho kama muziki umeshatushinda. Nakwambia ukweli, kuna watu music imeshawashinda lakini wanashinda kwa sababu ya aibu. Lakini kuna watu wengine wanasema wanapana mfano hivi Ismaili, wakina Two-Face walikuwepo, wakina P-Square walikuwepo, sahi wapo wakina Burna Boy, wakina Davido, lakini hawatawakosea heshima. Kwa nini uonekane wewe kama mtu unataka kuwakimbiza wawache muziki waende kuchuruza nyanya? Mimi sijawakimbiza, bali watakimbizwa na hao vijana. Mimi ndo nawakimbiza. Mimi ndo naambia atunge nyimbo mbovu. Mimi sijawakimbiza. Mimi sijaambia atunge nyimbo mbovu. Akitoa nyimbo kali nitawasifia. Akitoa muziki mzuri nitawasifia. Lakini nakwambia ukweli, watakimbia pasi na mimi kuwakimbiza. Na swali ni nyimbo tu kukali za hao watoto watakimbia. Yapi maandishi makali watoto wanaandika kwa sasa, hawa wazee hawajaandika? Alan, hivi ukisikiliza tu, nenda uisikilize Darasa Z na uzisikilize nyimbo zile anaimba Sat-B, utaona kwamba huyu mtoto ana mbio nyingi kuzileta Sat-B na bali. Nenda tusikilize Darasa Z. Tuache ushabiki. Hakuna mtu Burundi ananizidi mimi kumpenda Sat-B na hata kuaga nadhani. Lakini nakwambia ukweli, nenda uisikilize Darasa Z, nenda usikilize Flower, nenda uisikilize One More Night. Utasikiliza kama kuna ladha nyingine, kuna tone nyingine kwenye muziki. Ukisema hamna naye kuzidi kumpenda Sat-B, kwa nini leo hii tayari ashaiweka title ya EP yake lakini hujasaidia? Wenda ushasikiliza ngoma zimoemo ukasikia ni mbovu, ama ni ile chuki unayoionyesha mitandaoni? Swali hilo lipo hapa kwa meza yangu. Sina chuki Alan. Alan, wanaandika mashabiki. Kutoka kauli yako ndugu yangu, mimi sina chuki na yoyote Alan. Lakini kuzungumza ukweli ndio kunachohitajika, kitu ambacho kiko hadimu. Mimi siwezi kuwa sumirinda kama wengine Alan. Hapana. Hili swali Ismaili limeendelea hivi kwa sababu hata Sat-B akifanya vizuri anaonekana mbele yako kwamba yeye ndo amepanga, kwa sababu na show aliyoifanya mtu kumshangilia, kumpelekea frangadi kupigana na bouncer, wewe uliandika kwamba yeye amepanga. Mon frère. Hizo showbiz za kuunda haziwezi kudanganya, hauwezi kunidanganya mimi.
ambaye nimefanya miaka 10 na zaidi kwa industry, ambayo naijua industry ya kwetu, naijua industry ya Afrika mzuri. Huwezi kunidanganya kwa hizo showbiz za kitoto anazozifanya Satubi. Huwezi kunidanganya kwa showbiz za kitoto anazofanya Benturo na Satubi. Huwezi kunidanganya kwenye showbiz za kitoto wanazozifanya wao. Watawadanganya wale wasiojua masuala ya muziki. Mimi nimekaa humo, nimeunywa, nimeukaa umenijaa mpaka kwenye damu huu muziki na wajua A to Z hao watu. Watafanya nini? Satubi aliingia bila hata watu wa kumchunga. Kwa nini yule mtu akumbana kumlango? Aliingia watu wanamsogelea. Hakuja kumbana Shabana kwa stage. Haiwapi tu picha. Hamuelewi tu, muone kama ni vitu vya kuundaunda. It seems Satubi afanye muziki Alan. It seems Satubi afanye muziki. Anaiachia EP yake hivi karibuni, hatujajua. Bado mapema. Bado mapema. Satubi mapema, bado ni kijana. Romantic Sounds ni EP ambayo ipo inazunguka mitandaoni kuwa ni EP inakuja hivi karibuni ya ngoma 5 na ngoma 2 za bonus. Tunaisubiria Alan hiyo EP, naisubiria kwa hamu tuisikilize. Swali ni kuwa la kuzungumza mbele za watu tukishaisikiliza. Swali ni kuwa una ukurasa wa kuwasapoti vijana wanaofanya vizuri na wanaotaka kufanya vizuri, kuwaonesha kwamba upo sambamba na wao. Akifanya vizuri unasifia, akifanya vibaya unatupia kwa sababu tunaenda nayo. Sawa. Na swali lipo hapa, kwa nini ngo huja posti cover hiyo? Ama ni ngoma ushazijua zimwemo? Sijazijua hizo ngoma zilizo kwenye EP yake. Na nakwambia nasubiri endapo nitazisikiliza nitakuwa na la kuzungumza. Siwezi kuzungumza masuala hayo wakati sijazisikiliza nyimbo. Lakini nyimbo zikitoka nitakuwa na lote la kuzungumza. Kutuinvite na ile cover na kutuambia tusubirie unavyofanya kwa wengine ingekuwa mbaya. Watu ufanya kazi unatofautiana Alan. Ufanya kazi unatofautiana. Ama tujue kwa sasa hivi Satubi ashamwangusha Ismaili, hawezi kuaminia chochote kutoka kwake. Anasubiri mpaka liwe. Hapana Alan, hapana. Mimi nitafanya endapo nitazisikiliza zile nyimbo. Ndio kitu nakueleza, nitakapozisikiliza nyimbo ziko kwenye EP yake, nitakuwa na cha kueleza watu Alan. Nitazungumzia nyimbo ni tamu na wakati sijazisikiliza. Asante sana. Tunawapa maswali mawili matatu kwa hizi dakika 5, ila tunaisikiliza Flower ya Trav Case kutoka Ishusho Media ama Ishusho Record. Tunaisikiliza hii and then tunakuja kumpa maswali ya Raia Ismail Nyonguru kwa line zetu kutoka Ufaransa. Nafikiri hili swali umelisikiliza Ismail. Ala, nimelisikia hilo swali. Na mimi kama kawaida yangu kila siku nasema ukiwa unamfahamu artist anayefanya vizuri, nitumie link yake inbox yangu. Inbox yangu iko pale, namba yangu ya WhatsApp iko pale. Ukiwa na artist anayefanya vizuri, nitumie ujumbe pale, nitumie link yake, nitazame kazi zake. Huyu ni msichana yupo. Aliandika hapa ni msichana ambaye yupo anapenda muziki wa Burundi na anakuambia ameusikiliza muziki wa Burundi kupitia radio mbalimbali, lakini kwa sasa huu mwaka vimemnyonga, hawezi akajizuia kutoa maoni yake. Na kwa nini ngo wapo wenye wanafanya vizuri lakini hawasikii? Inaonekana hii ni kushuhashua na hivi vipaji vinakuja leo, lakini kesho tutakuja kuvisahau kama tulivyowasahau akina Nelson B. Unajua nikwambie kitu kimoja, kuwasahau yawezekana tukawasahau. Hilo silikatai. Tunawezekana tukawasahau kwa kikosa misingi mizuri tutawasahau, lakini kitu cha kujivunia ni kwa kwamba walishatuonesha kama wanaweza. Washatuonesha kama wanaweza. Hata wakizimika washatuonesha kama wanaweza. Kama wana misingi mizuri watazimika tu. Wakikosa misingi mizuri watazimika Alan. Kuna raia ameandika ngo Alain uwo muntu nta kirunda vuga ndi umunywanyi wa Indundi. Ismail suna wachanganya Warundi jamani. Lugha yetu ni yote tu. Kiswahili ni lugha yetu, Kirundi ni lugha yetu. Lakini Ismail, watu walio comment hapo wakitaka kujua ni hawa vipaji sasa wanavyokuja kwa sasa, ni vipaji ambavyo unavisupport na unavipa nguvu sana, na mara nyingi ukiwa unaviposti unaonyesha wapi unapopatizama, hususan na kuambia kwamba fiatua na hawa wazee msiwaogope. Mara nyingi unapenda kubananisha picha ya Satubi, picha ya Berry Music kama msanii mwingine, pia picha ya Farious. Ngo haionekani kwamba watakuja kukosa heshima na adabu, kuja kuwavulia adabu wakubwa. Kupitia kaandika kwamba mara nyingi ngo ukiandika ukitaka kuwapa support sana hawa vijana, kama ulivyofanya picha ya Berry Music, pia ukamweka katikati ya Farious pia na Satubi, ngo hauoni kwamba watakuja kukosa heshima na kuwaheshimu hawa wakubwa kupitia posti zako na kuwasupport kuzidia kiasi? Mimi ndio nikaandika hivyo kwenye Facebook yako. Wamekuuliza hawa.
Yani ni swali ambao watu wananiuliza. Wameliuliza. Huoni kwamba watakuja kukosa heshima na kuona kwamba wakubwa wanawazidia? Okay. Sawa. Sikiliza nikupe mwanga. Ukosefu wa adabu hautakuwa kwa sababu mimi nimempost Berry Music. Ama kwa sababu nimesema kama Berry Music anafanya vizuri more than Satbi, more than Farias, ama kazi yake inafanya vizuri more than fulani. Haitakuwa kwa sababu nimesema ndio atakuwa hana adabu. Itakuwa ni ukosefu wake wa adabu alionao wa milele ama waliozaliwa nao. Unanielewa Alan? Hivi mimi nikisema Alan ni mtangazaji anafanya vizuri, utafikana kufundisha au kukosea watu adabu? Haiwezekani. Umeshanisikiliza? Hata sisi tulikuwa kuja wanatuambia watu Ismail unafanya vizuri, unatangaza mzuri, wewe ni mtangazaji mzuri, lakini haikubaanisha sisi tutaanza kuwakosea watu adabu wanaotuzidia umri. Haiwezekani Alan. Ndio. Kama atakuwa ni mkosa adabu kwa tabia yake. Lakini si kwa sababu mimi nimesema kwa Berry Music ngoma yake inafanya vizuri eti ndio atafikana nimemfundisha kukosea watu adabu. Nilisisitiza pale kwenye post yangu ya awali. Nilisema kwamba Berry Music respect hawa watu. Niliandika pale, sasa kwenye post yangu iliyopita, niliandika wa respect hawa watu. Ukimwona Farias mrespect, ukimwona Kidumu mrespect, ukimwona Satubi mrespect, ukimwona Lolilo mheshimie. Hawa watu waheshimie kwa sababu walisurvive sana kutaka kufika hapa walipo. Wapi Big Fizzo ama Satibi ama Lolilo ama Kidumu hakufika? Unahitaji hivi vizazi vipya, iwe Olege, iwe Traffic, iwe Derege General, iwe Idwizi Design ama wengineo wanakuja kufanya vizuri, wakina Moses Brown na wengineo. Unahitaji wafike ambao wakubwa zao hawakuweza kufika. Warahisishie. Nani atakao rahisisha hizo njia wakati wakubwa zao wenyewe walisurvive zaidi ya miaka 20 hawajaziona hizo njia? Itaendekaje? Wewe kwa maoni yako kama mtangazaji unapenda nchi isogee mbele kwa muziki? Wanaweza. Hata wengine walikuwa wanaweza. Wanaweza kutoboa tukiwapa nafasi na tukiwaamini kama tukiwa wa kweli. Unaweza sikiliza. Mimi nadhani katika vitu vilivyoharibu hao musician wanaojiita wao ni ma legend ni ukosefu wa watangazaji kwenye kipindi hicho ama ukosefu wa wakosoaji kwenye kipindi hicho cha kuambia watu mnafanya hayawezekani. Lakini kama kungelikuwa na wakosoaji zamani, yani wachemsha game, yani wachemsha game wanaolitokotesha game. Mapaparazi pia wapo kwa saa hizi. Unashanisikiliza? Kwa hizo hizo za wakati wakina fulani wanaanza kina fulani wanaanza. Na imani kwamba misingi yao ingekuwa mizuri, lakini walikuwa wanafanya hata makosa. Wanaenda kwenye redio wanasifia uno gihangange ni muri nimvya komeye cyane afisa mateka. Inaenda chora kwenda afisa mateka. Anafika na lala. Anajieleza kufisa mateka, hakuna mkosoaji. Lakini sasa hizi anajua kwa nikifanya kitu kuna mtu mmoja atanisumbua sana, atasumbua kwenye mitandao, anakuwa na kitu kinachoitwa hofu ama uoga. Kwa hivyo anafanya vitu ambavyo viko perfect. Umeshanisikiliza? Different na vile alivyokuwa awali. Na tatizo la kukosa wawekezaji sasa kwa muziki wa Burundi, tofauti na nchi nyingine, kampuni zikuwekeza kwa waimbaji, kuona mapankarti yanajaa waimbaji ama wacheza mpira ama watu wengine. Hauoni kwamba ni tatizo liliosumbua huo muziki toka kitambo? Hicho kitu nilikizungumza Alan, nilikimwambia Farias. Nikamwambia Farias, wewe unapata opportunity ya kuongea na rais, ya kushia mbele ya mheshimiwa rais wa nchi. Hiyo ni opportunity ambayo haipati yoyote. Si kila mtu anaipata hiyo opportunity. Unaanza kuongea vitu vina kichwa la mkwecho, ma DJ, ngo rais waambie ma radio apige muziki. Unamshurutisha mtu wa radio apige muziki wako. Unamshurutisha. Kupiga muziki ni hiari, sio amri. Umeshanisikiliza? Hiari yake sio kwa amri. Hakuna amri, hakuna sheria katika sheria za Burundi. Kwenye constitution ya Burundi inasema kwamba kila radio ni lazima ipige muziki wa mwanamuziki wa Burundi. Hakuna hiyo sheria kwenye constitution ya Burundi. Wewe Farias utakuleta sheria kama nani? Wewe Farias utakuleta sheria kama nani? I ask you, unataka kuleta sheria kama nani? Angeliomba kitu gani? Angeanzisha kabare. Wewe ungekuwa na rais. Unasikiliza? Ala, naanzisha kabare, alipa wafanyakazi na rangua pombe kwenye baa yangu. Na unataka zitoke. Nalipa venue pale kwenye baa yangu. Afu wewe Farias umekaa kwako, wewe Kidumu umekaa kwako, unanishurutisha ngo mimi ndio nacheza nyimbo zangu kwenye baa yako, kwenye baa yangu. Wewe unishurutisha mimi kama nani? Wewe ungekutana na rais. Wewe ukipata hiyo bahati ya kukutana na rais, kama tumalizie tuwape ushauri, ungemwomba nini? Nilikutana na ministre mwaka 2014. Yes, 13 tulikutana na ministre kwenye mkutano na musicians na watangazaji. Umeshanisikiliza? Ndio.
ilikuwa kila mtoto aeleze shida ambazo ziko. Mimi minister ukenganya kama sikusahau kipindi kile. Ilikuwa kila mtoto aeleze shida ambazo ziko kwenye muziki, zitatuliwe ile muziki uendelee. Nikikwambia vitu yenye Satubia aliomba utacheka. Aliomba nini? Ala, nini nikikwambia vitu yenye Satubia aliomba kwenye anamwambia ministre. Kwani nasema musicians wote wameshachanganyikiwa. Lakini si minister alikuwa hawajui. Hawajui, aliwaita artist hawajue, hawaone. Mwisho nisikiza, wendo fulani. Satubia kaomba nini sasa? Haya, kila mtu aombe shida, aeleze shida zake. Anaomba vitu vya ajabu. Tunaomba eti ngoende wate pale Desire. Satubia aliomba wate pale Desire, wate ma speaker pale Desire, ngoto tunapiga show pale Desire. Ili pale Desire panaingia watu wangapi halali? Ukishukuru. Yasemekana kwamba Fariazi akakwepa siku hiyo. Je, ni kweli wewe ulikuwepo? Mimi nakwambia wasanii wetu ni hatari. Hao wasanii wetu ni hatari kaka. Ukisema ngukai kichwa kitavunjika. Ismail, kwa kumalizia ushauri ama maoni yako kwa huyu muziki wa Burundi tufanye nini? Na rais, swali lako nalijibu. Nikikutana na rais, kitu cha kwanza cha kumwomba rais ni kitu kinachoitwa sponsoring. Alan. Ni kitu kinachoitwa sponsoring. Kitu cha kwanza, msiombe vitu vingine. Wendeni kitu kinachoitwa sponsoring. Wenda saundi hii Ismail, kidogo ni kukate kauli. Wenda saundi hii rais akaisikiliza, itakuwa rahisi sana akiisikia kwa lugha ya taifa Kirundi, kwa sababu saundi hii mimi nakupromise rais ataisikia. Jambo jawe sawa umukuru w'igihugu n'abandi abantu bashoboye ni kintu cyitwa sponsoring. Sponsoring hicho kintu gikenewe muri entertainment y'iwacu. Kuko sponsoring niyo iya valeur umuririmbyi. Sponsoring niyo itanga agaciro ku muririmbyi. Gute? Umuririmbyi arashobora kubura amahera ku muziki, agasora indirimbo nshasha ntironke abantu bayigura, ariko sponsoring ihari imufasha kuguma hembwa buri kwezi kwera afitane contrat par exemple na Brarudi, afitane contrat par exemple na Yes, afitane contrat par exemple na Econet. Akaguma ronka amahera, ajya amahera ronka niyo amufasha kuja hanze kugira amakolabo n'abaririmbyi bakomeye, kuriha ama video kuba director bakomeye ho hanze, bikaca bimufasha ujya muririmbyi atera imbere. Kora niwo tera imbere dafisa amahera Alan. Ikibuzi au muri abo baririmbyi wacu ni ikintu cyitwa amahera. Wasanii wetu wameteseka, hawana kitu. Fariazi hana kitu. Satubia hana kitu. Sawa Ismail, jewe ntwara banke y'urwaruka. Ninaza guha Contraberry Music na Fariazi nza kunguka gute? Ukimpatia contract Berry Music, umuhaye contract Berry Music, azokwamamaza kubera Berry Music azobageze kuri rwo rwego kuba umustar azwi. Ibidandoza vyawe bizoronka abakiriya kubera biriko biragirwa campaign n'umuntu azwi. Berry Music agenda kubwira abantu ko izi sabuni ni sabuni nziza. Biruta n'ukuntu wewe Alan wogena ntibakuzi Alan wewe, bazi Berry Music bazi Fariazi. Ismail, mimi nikushukuru kwa wakati wako. Asante sana. Hiyo ni tactic ambayo watu wengi hawaijui. Wanakalia tu kila siku ngo bachure na ngindirimbo aba DJ. Wote mshurutisha DJ apige ni. Lakini kwa swali mimi naliona kila siku hata kwa posti zako watu hawajakataa kuongelea yale mabaya yametokea. Lakini chunguza, utizame na mazuri uongelee, kwa sababu wenda watafurahi pia wataguswa ulivyokuwa ukifanya ukiwa nyumbani. Wenda si jambo nzuri hilo. Mimi niliyafanya haya na yafanya nikingaliki nyumbani. Na niliyafanya paka niko hapa, sijabadilika chochote. Mimi nikushukuru tu Shaiba, dakika 8 za watu Ismail. Asante. Asante sana. Tushukuru na pia mtazamaji dakika 8. Pia nikutakie maisha mazuri, pia Mwenyezi Mungu akulinde. Assalamu alaykum. Merci beaucoup mon frère. Wa alaykum salam brother.